Uhali gani mtazamaji wa NK Digital, hii ni NK Online. Kipindi hewani ni Direct Speech. Leo nipo na kijana hapa, atatuelezea je ni muhimu au kuna umuhimu gani wa kumueleza rafiki yako kila kitu cha kwako. Yaani kila kitu ambacho unakifanya, unakifikiri, ambacho uliwahi kufanya, ambacho unatarajia kukifanya. Kuna umuhimu wa kumwambia rafiki yako. Kaka, habari yako? Safi ndugu yangu. Wewe binafsi ningependa uniambie kwamba umuhimu wa kumwambia rafiki yako kwa kila kitu, yani rafiki yako ambaye mmeshibana sana. Yaani unajua kabisa huyu ni rafiki yangu, pete na kidole wenyewe wanasema, lakini kuna umuhimu wa kumwambia kila kitu kilicho cha kwako? Kwanza kwangu mimi, muda mwingine marafiki inategemea cha kwanza mmetokea wapi. Yaani mmeanzia wapi urafiki wenu. Muda mwingine marafiki naanzia tangia mpo wadogo mpaka mnakuja kukua, mnakuwa kama ndugu sasa. Kwa hiyo unakuwa ngumu sana hata kitu chako, yani chochote, kuja kumficha. Na mimi nadhani ulazima upo, kwa sababu ndo ukiachana na familia yako, huyo rafiki yako ambaye ndo rafiki yako wa karibu, ndo umemfanya kama ndugu sasa. La kwake la kwako, la kwako na la kwake pia. Kwa hiyo mimi nahisi ulazima upo, ili mradi muweze kusaidiana katika mambo mbalimbali, moja au mawili ambayo mnaweza mkasaidiana kwenye shida ndogo ndogo hizo. Unajua sisi vijana bwana, kuna shida mbalimbali, changamoto mbalimbali mlipitia, hata kwa wapenzi wetu pia. Naweza mkasaidiana. Najua vijana wanaelewa, wakinisikiliza na wakiniangalia wananielewa. Sawa, lakini ningependa kusikia kwa upande wako. Umezungumzia kuhusiana na masuala ya kawaida tu kama rafiki. Kuna masuala ambayo yana bezi zaidi kifamilia. Unaenda kumwomba rafiki yako, labda umefarakana na wazazi, labda familia. Yaani kuna siri ambazo zinakuaga kwenye familia. Unahitaji sasa kutafuta mtu ambaye unaweza kushare naye. Je, unaweza kumwambia rafiki yako au ukatafuta mtu au ndugu ndani ya familia humo ili kumshirikisha swala lako? Kwa rafiki nahisi itakuwa vizuri zaidi. Huyo rafiki yako ambaye mmekuwa kama ndugu sasa. Mfano na matatizo ya familia, si nimefarakana na wazazi wangu au ndugu zangu wengine. Wanasema unapokaa na tatizo moyoni ndio linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo mtu wangu wa karibu kumwambia siri zangu, ambaye naye anaweza kwake na matatizo yake ananiambia tunatatua wote, nitaenda kumfikishia huyo rafiki yangu ambaye ndio rafiki yangu kweli kweli, ili mradi ajue namna gani kama nimefarakana na wazazi, huenda akashawishi nikaenda kwa wazazi akanisaidia hata kuomba radhi, ili mradi tuweze kuwa sawa. Sasa ningependa umwambie mtazamaji wa NK Digital anayekusikiliza sasa hivi na kukutazama, umwambie tu kwa ufupi dakika kama kadhaa hivi, faida na umuhimu na changamoto ambazo zinaweza zikapelekea kuwa na hilo swala. Yaani umwambie faida na changamoto ambazo zinaweza zikasababisha yeye umwambie, na changamoto ambazo zinaweza zisikufanye wewe umwambie. Au hamna changamoto? Kwa faida zipo. Kama hivyo kusaidiana katika matatizo mbalimbali. Changamoto hapo, unajua sisi vijana bwana. Na kila vijana hata kama ni rafiki yangu, lakini pia atakuwa na tabia zake ambazo mimi nyingine sizijui za ndani zaidi. Kwenye labda situation za mahusiano haya bwana, unamwambia kabisa yule pale ni shemeji yako, lakini yeye anaweza kukusaliti wewe rafiki yake tena bila hata wewe kujua. Alafu mwisho wa siku unakuja kugundua, unaona kumbe alikuwa ni snitch tu. Hiyo ndo hasara yake. Limekuwa changamoto kubwa sana kwa vijana. Asante mtazamaji na msikilizaji wa NK Digital Online unanitazama kwa sasa. Kipindi kwa hewa kilikuwa ni Direct Speech, ulikuwa nami ni Ima Samson. Hii ni online inaitwa NK Digital. Nikukaribishe